Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Amen. Tutatokea hapa. Mungu mtunza maagano. Mwambie jirani yako, Mungu mtunza maagano. Mungu mtunza maagano. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna mahali patatupeleka hapa. Mungu mtunza maagano, ina maana kumbe nikisema mtunza maagano, kumbe kuna vitu ambavyo kama tukiwa Mungu kama kuna vitu ameshaagana na wewe, anakitunza, hicho ndicho anachotembea nacho. Bwana Yesu asifiwe. Nitolee mfano. Mzee wile hapa. Nikishajua kwamba kuna vitu huwa nikishakufanyia lazima unipe hela. Hivi hicho kitu mimi sitaacha kuwa nakifanya, kwa sababu kila nikitaka kupata hela lazima nifanye hiki kitu ili nipate hela. Bwana Yesu asifiwe. Navaaga nguo kupitia Tegela, ila Tegela mpaka nipate nguo lazima labda nikamfulie nguo zake kwanza. Kwa hiyo lazima kila nikitaka kupata nguo ngoja nikafue kwanza nguo za Tegela ndipo nipate. Hakuna njia nyingine. Tegela ameshaniambia mimi mpaka unifulie tu ndipo nitakupa nguo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mimi lazima juu chini kati mpaka nifike kufua kwanza ndipo nipate zile nguo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe sana. Amina. Sasa hapa tumeona Mungu mtunza maagano. Kwani agano ni nini? Bwana Yesu asifiwe. Nikisema maagano ni mapatano au makubaliano baina ya pande mbili. Kwamba upande huu na pande huu tumekubaliana kitu fulani. Bwana Yesu asifiwe. Au tumepatana kitu fulani. Sasa leo kwa nini tuangalie Mungu mtunza maagano? Bwana Yesu asifiwe. Na katika agano mpaka tunakwenda kutengeneza agano kuna kitu katikati kinaitwa faida. Hapa faida au hasara. Tunapotengeneza mimi na wewe tunakubaliana hapa katikati kuna kitu, wewe unaweza kupata faida au mimi nikapata faida au wote tukapata faida. Mmoja hapo au akapata hasara. Bwana Yesu asifiwe. Tumeingia kwenye agano lakini kuna mmoja atapata faida, mmoja atapata hasara au wote tutapata faida. Bwana Yesu asifiwe. Tumekubaliana? Bwana Yesu asifiwe. Sasa na ili agano ili liwe hai kuna kitu kinaitwa alama au ishara. Nitolee mfano. Nataka kuuza shamba. Siwezi kwenda tu moja kwa moja wile tuuziane shamba chukua ukaenda. Mwisho wa siku wewe unaweza mimi nikaja nikakugeuka, sikukuuzia, sijui sikufanya nini. Bwana Yesu asifiwe. Lazima kuna alama. Kumbe hapa labda tutaandikishana, tutafanyia nini sijui bwana, tutasaini kabisa na kidole. Hiki kidole ndio kitakuwa kitukutanisha, kikitufungamanisha kwamba tulishawahi uziana shamba. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna namna agano mpaka liwe hai kuna kitu lazima iwepo alama au ishara yoyote katikati. Yaani mimi mpaka leo naweza tukafanyia kweli tumefanya vitu fulani lakini kama hamna kitu chochote ambacho tukishavurugana tunaweza tukarudi na kukiangalia hamna. Na kuruka kwani tulikuwa na nani? Maelezo yamebaki hewani? No. Na kuruka hakuna ambacho kinachoonyesha kwamba hapa mlifanya kweli agano. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sasa nataka tutokee huku mbali sana, usichanganikiwe kidogo. Paka kumbe nikatengeneza agano na mtu fulani au na kitu chochote, kuna vitu ambavyo lazima nivizingatie. Kitu cha kwanza ambacho tumekiona, kumbe lazima nijue faida au hasara. Bwana Yesu asifiwe. Sitaingia tu moja kwa moja eti nimeshaingia kumbe kule kuna hasara. Siwezi. Hebu tusome kitabu cha Mathayo. Mathayo sura 19 mstari wa 27 na wa 28. Neno la Mungu linasema, ndipo Petro akajibu akamwambia, tazama sisi tumeacha vyote tukakufuata, tutapata nini basi? Yesu akawaambia, amini nawaambia ya kwamba ninyi mlionifuata mimi katika ulimwengu mpya atakapoketi mwana wa Adamu katika kiti cha utukufu wake, ninyi nanyi mtaketi katika viti 12 mkiwahukumu kabila 12 za Israeli. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Tazama hapo Petro huyu kuna vitu vingi ametufundisha. Yeye anakuja anauliza hapo walikuwa wanamwongelea yule tajiri kwamba itakuwaje. Sasa atajulikanaje mtu aliyeokoka? Je, huyu mtu aliyeokoka tazama akaja kuuliza swali, je, tutapata nini? Tumeacha vyote. Bwana Yesu asifiwe. Hapa alichokuwa anaongelea ni wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Ni kweli wewe nikirudi upande wako umeokoka, utapata nini? Ili swali umejiuliza. Wengi tulitembea, tulipofika sehemu fulani tukachoka kwa sababu hatukupata majibu ya kwamba kwa nini tunaingia kwenye hili agano. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Yesu anakuja kumpa faida atakayo kwenda kuipata. Kwa kumbe kabla sijaingia kwenye agano lolote, lazima nijue faida gani nitaipata. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nikishajua kuna faida, haijalishi kuna vitu vitakao vikitokea, bado nitaendelea kwa sababu nimeshaaminishwa na ndipo nikaingia kwenye ile agano, nimeshaambiwa utapata hiki na hiki na hiki. Bwana Yesu asifiwe.
Kitu kingine nimeshatambua kwamba nitapata faida, ndipo naenda kuweka sasa kubaliano. Aha, sawa, tunaweka kubaliano. Ili kubaliano bado halijawa hai, kuna kitu sasa naweka alama au ishara yoyote. Bwana Yesu asifiwe, ambayo hii ndio itakuwa ikitufungamanisha kwamba tulishawahi kama na wewe tukaongea vitu fulani. Bwana Yesu asifiwe. Nisomee Mwanzo sura ya 9 mstari wa 13 na wa 15. Mimi nauweka upinde wangu winguni, nao utakuwa ni ishara ya agano kati yangu na nchi. Hata itakuwa nikitanda mawingu juu ya nchi, upinde utaonekana winguni. Nami nitalikumbuka agano langu lililoko kati yangu na ninyi na kila kiumbe hai katika wote wenye mwili, wala maji hayatakuwa gharika tena kuwaharibu wote wenye mwili. Amen. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Hapo tunaona Mungu alikuwa anaweka agano na Nuhu kwamba baada ya kutokea lile gharika anakuja kuwaaminisha kwamba hata kuja kuweka tena gharika. Hakuishia kuambia tu kwamba hata kuja kuweka tena gharika alitakuja kutokea. Alisema akaweka upinde kwamba akiutazama ule upinde utakapokuwa ukitanda ndipo atakapokumbuka agano kwamba tulishawahi, kumbe nishakuahidi sitaweka. Bwana Yesu asifiwe. Alama ndipo ambapo inatukumbusha kwamba tulishawahi tukafanya hiki na hiki. Ndipo ambapo inafanya ili agano liwe hai. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Tunaona mara nyingi sana Mungu alikuwa anatoa maagano na anaweka ishara. Tukimwona hata kwa Ibrahim. Bwana Yesu asifiwe. Alimwahidi vitu vingi, mwisho wa siku akamwambia watu wote wa nchi yake watafanyaje? Watatailiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kama alama ya kuwa natazama hapa kweli. Bwana asifiwe. Sasa kuna aina nyingi za maagano. Hapa ndipo tutaenda kupata sasa, leo tunaenda kutembelea sehemu gani? Nimeangalia aina 3, zipo nyingi. Nimeangalia agano la mtu na mtu, lakini pia agano la mtu na Mungu, lakini pia agano la Mungu na sisi. Ili ndio litakuwa letu sasa, leo tutasimamia nalo agano la Mungu na sisi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Tuanze agano la mtu na mtu. Nataka nikutoe huko kidogo, ukishaelewa huko ndio hapo tutaenda. Bwana Yesu asifiwe. Agano la mtu na mtu, ili ndio tunakubaliana mimi na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Tunakubaliana mtu na wewe, mimi na wewe. Mfano tunaweza hata nikiingia sana kwenye maagano hata ya ndoa ambayo na Mungu pia anakuepo, lakini na mimi tulikaa wewe na wewe tukaangalia, kumbe tukisha nani itakuwa hivi na hivi, itakuwa na hivi na hivi na hivi na hivi. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo yote mpaka yakakamilishwe lazima utazame hivi vitu. Wengi tumeteseka, tumeanza kupita kwenye shida ni kwa sababu hatukutazama faida zipi tutazipata. Bwana Yesu asifiwe. Tumwangalie Labani na Yakobo. Watu walikuwa wanakubaliana namna ambavyo walikuwa wanasema kwamba kuna mmoja atataka kuwatesa watoto wake. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nisomee hapo Mwanzo hiyo. Mwanzo sura ya 31 mstari wa 43 mpaka ule wa 45. Neno la Mungu linasema, Labani akajibu akamwambia Yakobo, hao binti ni binti zangu, na wana ni wanangu, na wanyama ni wanyama wangu, na yote waonayo ni yangu. Nami naweza kuwatendea nini leo binti zangu na wana wao waliowalea? Haya, na tufanye agano mimi na wewe, liwe kwa ushahidi kati ya mimi na wewe. Yakobo akatwaa jiwe akalisimamisha kama nguzo. Amen. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Hao watu walivyofanya ni tufanye agano, lakini mwisho wa siku walikuja kumalizia na tusimamishe jiwe. Lile jiwe ndio litakuwa likiwakumbusha walishawahi kaa wakakubaliana. Bwana Yesu asifiwe. Mfano mwingine Esau na Yakobo. Hii Mungu alitazama toka bado wako tumboni. Bwana Yesu asifiwe. Ilijulikana kabisa mdogo atamtawala mkubwa, lakini haikutosha, alikuja kuidhihirisha hata kwa mwili. Bwana Yesu asifiwe. Nisomee kitabu tena iko Mwanzo sura ya 25 mstari wa 29 mpaka ule wa 34. Neno la Mungu linasema, Yakobo akapika chakula cha dengu. Esau akaja kutoka nyikani, naye alikuwa amechoka sana. Esau akamwambia Yakobo, tafadhali unipe hicho chakula chekundu nile, kwa kuwa ninazimia mimi. Kwa hiyo itarudia mstari wa 30. Esau akamwambia Yakobo, tafadhali unipe hicho chakula chekundu nile, kwa kuwa ninazimia mimi. Kwa hiyo walimuita jina lake Edomu. Yakobo akamwambia, kwanza niuzie leo haki yako ya mzaliwa wa kwanza. Esau akasema, tazama, mimi ni karibu kufa, itanifaa nini
haki hii ya uzazi? Yakobo akamwambia, uniapie kwanza. Naye akamwapia, akamuuzia Yakobo haki yake ya mzaliwa wa kwanza. Yakobo akampa Esau mkate na chakula cha dengu, naye akala akanywa, kisha akaondoka akaenda zake. Hivyo Esau akaidharau haki yake ya mzaliwa wa kwanza. Amen. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Esau anakuja na njaa zake huko. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu vingine tumeingia sisi kwa sisi ni kwa sababu tu ya tamaa. Umejikuta umeingia kwenye mkenge ambao hadi leo umeshindwa kutoka. Wako wazee huko chini walikaa, ni kweli waliona kama kawaida, kumbe wanaharibu kizazi. Bwana Yesu asifiwe. Tazama hapa, kwa ajili ya chakula tu akaingia, na tuingie mapatano. Yakobo alipokuwa mjanja, na tuingie mapatano basi. Nikupe chakula na mimi uniuzie utu wako. Akasema mimi yanifaa nini? Anaongea simple. Yanifaa nini? Lakini baadaye uliona alipokuja kulalamika, anaanza kutafuta tena. Ila mwanzoni ilikuwa ile njaa ndio ikamfanya akaingia agano ambalo likapoteza kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo katika agano la mtu na mtu ni kitendo cha kukaa makini sana. Vitu vingi vimepotea ni kwa sababu tulichukulia kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Nisikukalishe sana hapo. Twende agano la mtu na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ili nikisema agano la mtu na Mungu, ili inaanzia kwamba kwangu kwanza ndipo inafuata kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nikigeuza hapa naweza nikasema ni nadhiri. Bwana Yesu asifiwe. Nadhiri kwamba mimi kuna kitu kwanza nakiweka ambacho ndicho na Mungu hapa aje. Yaani mimi najitegesha hapa, Mungu anikute hapa, tu connect hapa, tupatane hapa. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tunamuona ule mfano wa Hana ambaye alikuwa na muda mrefu hajapata mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Aliomba sana, si ndio? Sidhani kama alikuwa analala kuchangia na yule mke mwenzake alipokuwa anamziaki sana. Alikawa anaomba. Lakini mwisho wa siku alikuja kuomba maombi gani ambayo tukaona anajibiwa? Bwana Yesu asifiwe. Alikuja akaomba maombi gani ambayo tukaona anajibiwa? Akasemaje? Na ikimpendeza mimi mtoto ukilipa na mtoa kwa kutumikie. Sikiliza hiyo kitu ambacho unatakiwa uje umvute huyu Mungu. Wewe unaombaje? Bwana Yesu asifiwe. Wewe unaombaje? Mungu wetu ni Mungu anayetaka sifa, anayetaka kutukuzwa, anayetaka kuabudiwa. Aya, wewe unakusudia kitu gani? Huyu akaenda moja kwa moja, nitakupa huyu mtoto. Sasa Mungu akitazama, unanipa huyu mtoto na mimi nataka kutukuzwa, kuabudiwa, niacheje sasa? Akajiconnect kwenye ile agano. Tunaona anakuja kupata mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hapo umeanza kwanza kwako, ndipo ambapo Mungu itamvuta lazima. Bwana Yesu asifiwe. Hii sasa ndio inaambatana na nia yako. Nia yako ni nini? Ili uvitumie, anasema tunaomba vibaya. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba ukinipa mtoto nitajidai mtaa mzima, nitajiona na mimi sasa nitaanza kuvaa magauni, nitaanza kufanya vitu fulani. Kweli. Lakini aka target kwamba nitamkupa huyu mtoto, ambapo Mungu anakuja mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunamwona Dorcas. Habari za Dorcas tunazikumbuka. Alikuwa anafanya kazi gani? Anashonea nguo wajane. Amina. Lakini alipokuja kufa, nini kilichokuja kumrejeshea uhai? Wale wajane walikuwa wanaliaje? Wanakumbuka vitu gani? Alipokuwa akifanyaje? Kuwashonea nguo. Ndicho kilichofanyaje? Kilichomrudishia. Nini ambacho utamkumbusha Mungu ambacho urejeshewe vitu vyako? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kitu gani ambacho ni cha muhimu kweli kabisa watu wakija wanalia? Yaani nataka nikushtue kidogo hii ambayo ukae nayo kidogo afu tutafika mahali husika. Kitu gani ambacho unaweza Mungu akasema tufungue sasa na wewe kitabu chako tukitazame, nianze kukurejeshea vitu. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni ya kwanza kuitafakari. Bwana Yesu asifiwe. Tunamwona Mungu ni mtunza maagano. Ni wapi? Na nimesema ni alama. Kitu ninachokikazia hapa ni alama. Alitazama alama ya mavazi, nguo. Kumbe hapa Yesu watu walivaa. Bwana Yesu asifiwe. Ndilo ambalo likaweka ule uhai sasa wa kuendelea. Ngoja nikutoe kidogo tena hapa. Hapa ndipo ambapo huwa sasa tunaweza kumvuta Mungu. Hata ile majibu yetu yakatoka kwa uharaka. Bwana Yesu asifiwe. Majibu yale ambayo tunamuomba Mungu yakavutwa kwa uharaka. Lakini kitu kingine ambacho tunapata, hutusaidia kupokea baraka za msimu. Yaani ninavyofanya hivi mimi labda naanza mimi kwanza kutoa kitu ili Mungu anijibu, huwa tunapata baraka za msimu. Nikisema baraka za msimu, hapa nimeongelea kitu kinaitwa muda, lakini pia nimeongelea kitu kinaitwa neema.
Bwana Yesu asifiwe. Nimeongelea kitu kinachoitwa nini? Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kitu hapa nikisema baraka za msimu nimeongelea muda, lakini pia na neema. Baraka za msimu, nikisema msimu ina maana kuna msimu fulani tu baraka zinamiminika, baada ya huo msimu zinatoweka. Na baraka hizi huwa zinakuwa katikati ya kundi kama la watu hivi. Bwana Yesu asifiwe. Na nikisema kwenye upande wa neema zinampata mtu yeyote aliyeshiriki hapo. Nitolee mfano labda wa ujenzi wa kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Labda tunataka tujenge kanisa. Watu tunaotakiwa kushiriki ni sisi wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapa ndizo ambapo tunapata zile baraka za msimu. Tukitaka kujenga kanisa tunajenga kwa muda fulani tu, kwamba kutokea muda fulani mpaka muda fulani, likiisha basi. Kwa ndipo ambapo kuna baraka ambazo huwa zinapatikana katika huo msimu wa ujenzi. Ngoja nitumie huu mfano. Tuseme hapa ndio kanisa letu tunataka kulijenga. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anaachilia baraka zinazoishia hapa tu kwenye hili kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapa ndio itakapomkuta yule aliyeshiriki, aliyeshika kwa chochote. Kwamba mimi nilitoa 200, nilikuwa nasogeza udongo, nilikuwa nafanya vitu fani. Hizo ndizo alama ambazo zinakuja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ambaye hayuko hapa, haitampata hii baraka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo ninarudi kwako, ni kweli unaweza ukawa unaomba. Kumbe kuna namna nzuri ya kupokea. Yaani Mungu ameshakusikia, ila anataka sasa upokee. Ukiomba kuna namna tena ya kupokea. Yaani unaweza ukaomba na ukajibiwa, ukashindwa ile kuyapokea majibu. Bwana Yesu asifiwe. Hapa sio kwamba tutapokea baraka zote sawa, kwamba wote tutaponywa. Hapana. Wewe uliombaga muda fulani, uliombaga vitu fulani, unatamani kunini, unatamani kufanywa vitu fulani. Leo nimekuja kushiriki kwenye hizi baraka za msimu ambazo hizi haziangalii kigezo kwamba mimi naombaga sana, mimi nasaligi sana, sijui mimi nafungaga sana. Ili mradi tu nimeparticipate hapa, alama yangu iko hapa, zinanipata. Niliomba sijui nipate mtoto, niliomba sijui nifanyiwe vitu fulani, zinanikuta hapa. Wangapi tumeona wale mabosi matajiri, akisikia tu kuna ujenzi wa kanisa, akisikia tu kuna mchango sijui nini, anawahi kutoa. Tunajenga madhabahu, anawahi kujenga madhabahu. Ila kitu inakuwa inaendelea kunena, ndio ishara na alama ndio Mungu anakuwa anaitazama. Leo tumesimama hapa, hii ndio inatusaidia. Inarudishwa background, nani aliyesimama kwa ajili ya hii? Kila tunapomtukuza sisi Mungu, inarudisha baraka kwa yule aliyefanya hiki, kwa yule aliyetengeneza hiki. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hizi baraka huwa zinampata mtu yeyote, ili mradi tu ameweka kitu ambacho ndio alama Mungu anaitazama, ambayo ndio inanena na kuongea. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tuone mfano wa watu ambao walimuona Mungu kwa namna ambavyo walisimama. Bwana Yesu asifiwe. Nikiangalia mfano ule wa yule Mshunami. Bwana Yesu asifiwe. Huyu mwanamke alikuwa anaomba sana apate mtoto. Sidhani kama alikuwa amekaa tu mpaka anafika uzee wake aombe eti mimi nipate mtoto. Alikuwa anapata, alikuwa anaomba. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mwisho wa siku alikuja sasa, ni kweli anatakiwa kupokea yale majibu. Anayapokeaje? Siku moja anamuona Elisha anapita. Akasema huyu mbona ni kama mtumishi wa Mungu? Hebu tumkaribishe. Wakamkaribisha. Akasema hebu wakaendelea kufanya, hebu tumfanyie hata na kibanda, tumfanyie awe anapita anakula hapa anafanya. Wakafanya hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Kufanya kule ndiko kukawa sababu ya kupokea yale majibu ambayo ameomba kwa muda mrefu. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa na nani yule? Geazi. Anamuuliza huyu, hebu muite huyu mwanamke. Geazi anakuja kugundua huyu hajazaa, hana mtoto mpaka mzee. Kwa sababu gani? Alisimama kwenye vitu akafanya, ndipo ambapo akapata kupokea. Nikwambia leo unaweza kuomba, lakini kuna kitu ambacho kumbe utakiwa ufanye ndicho upokee majibu. Ninaweza nikafunga siku 3 kama sijaweka kitu ambacho ni harama. Mungu wetu hatunzi maombi eti maneno hivi. Kuna kitu gani hapa kinaonesha ambacho ndicho atakuwa kikitazama? Tunaenda sehemu fulani. Pia Ibrahim alikuwa anaidiwa sana pia. Lakini namna gani alikuja kuyapokea majibu? Anaona watu 3. Akasema akawakaribisha haraka njoo wakawafanyia chakula, hebu sala fanya vitu fanya. Anafanya hivyo ndivyo anakuja kusema mwaka kama huu mtapokea mtoto. Majibu mbona yanapokuja hayaji hivi? Kuna kitu gani unafanya ambacho majibu yaje kwako? Bwana Yesu asifiwe. Tunamwona na yule mwanamke wa Sarepta, kunazo habari zake. Sasa tunaenda agano la Mungu kwa mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Agano la Mungu kwa mwanadamu ambalo Mungu, na hili naweza nikalipeleka ni kama zinaanza kama ahadi. Ya kwanza zinaanza kama ahadi.
Utakapozipokea ukazitengeneza, ndipo ambapo zinafanyika sasa agano. Sasa ndio tumepatana na ndipo zinaanza kufanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Hata hapa tunaona Ibrahimu alikuwa ameahidiwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Kunazo ahadi nyingi ambazo Mungu alikuwa anamwahidi Ibrahimu. Sikiliza. Kimfano nikikumbuka pale alipokuwa anaenda kumtoa Isaka. Alipofika kule, anapotaka kumtoa Isaka, akamwambia mara akatokea malaika anamuonesha nini? Kuna kondoo, mwana kondoo amchinje. Namna alipokuja kumtokea yule malaika alimwambiaje? Bwana Yesu asifiwe. Akasema sasa ninajua ya kuwa unamcha Mungu. Sasa ninajua unamcha Mungu. Sikiliza hilo neno. Sasa ninajua unamcha Mungu. Hakuishia kulisikia tu hivi. Alitengeneza madhabahu kama alama. Nikwambie, unaweza ukaahidiwa na Mungu, ila usipoitengeneza kwenye mfumo wa agano, inaweza ikawa inapita hivi hivi. Yaani ukatika mbona Mungu ni kama aliniahidi, ukuishika na kuitengeneza hivi, ambayo ndio alama itakuwa ikumrejesha Mungu aliahidi hapa. Bwana Yesu asifiwe. Tunamwona Ibrahimu alikuwa anatengeneza madhabahu. Alitengeneza madhabahu inaitwa Jehova lile. Haya madhabahu sijui Jehova Shama, Jehova, haya ni majina ya madhabahu ambayo Mungu alikuwa akiwadhihirikia watu wake. Walikuwa wanatengeneza. Leo sisi tunaendelea kuyataja ili ukumbusho kwamba aliwahi kutenda kule. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa ajili ya kukumbusha tu kwamba alishawahi kutenda kule. Tunamwona tena pale Samueli, wale watu wa Israeli walivyokuwa wanamlilia kuhusu watu wale wa Filipi, wa Filisti. Akasema wanamlilia tuombee kwa Mungu. Ni kweli akaanza akachinja, akafanya vitu. Mungu alivyowatendea, akaitengeneza madhabahu. Kaitaje? Ebeneza, si ndio? Ebenezer. Ambapo maana yake nini? Hata sasa Bwana amenisaidia. Leo ndio tunatembea nayo. Ni kwa sababu ya kumkumbusha kule. Alitenda kwa kina nani? Kwa kina Samueli. Leo itembee na kwetu. Mungu wetu mtunza maagano. Agano linatengenezwa, kuna kitu kinaitwa arama. Hiyo arama ndio inafanya hilo agano liwe hai. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa njoo sasa leo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuwa Mungu wetu ni Mungu anayetunza maagano. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anakuja kulitimiliza agano moja ambalo alituahidi toka misingi ya ulimwengu. Nikisema misingi ya ulimwengu, ule Mwanzo 1, 2, 3, 4, pale ilikuwa ni misingi ya ulimwengu. Ukija kusoma 5 ni kama vile anaanza sijui Adamu akafanya hivi. Misingi iko pale sura ya 1, ya 2, ya 3 na ya 4. Toka misingi ya ulimwengu Mungu alituahidi kwamba kunaye mtu atakaye kuja kutuokoa. Bwana Yesu asifiwe. Ambaye ni nani? Ambaye ni nani? Yesu. Ni kweli tulikosea. Bwana Yesu asifiwe. Tulipewa vitu vingi tukakosea. Baada ya kukosea, sikiliza ile hukumu iliyokuja pale. Nisomee Mwanzo 3:15. Mwanzo sura ya 3 mstari wa 15. Neno la Mungu linasema, nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, na kati ya uzao wako na uzao wake. Huyo utakuponda kichwa na wewe utamponda kisigino. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hii umeielewaje? Anasema uzao wa mwanamke utafanyaje? Utakuponda kichwa. Utamponda kichwa. Afu uzao wa nyoka utakuponda kisigino. Utamponda kisigino. Naomba nitoe mfano. Naomba usimame. Samani pale kuna leso. Samani kiongozi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuashumu sasa hapa wametolewa wote hukumu. Sikiliza, mnaenda pale wote mnapewa hukumu. Tuone sasa hii hukumu ni nani imemfeva na nani imemfinya. Bwana Yesu asifiwe. Tuseme huyu ni mwanamke, alafu huyu ni nani? Hapa amesema kwamba tazama uzao wa mwanamke utakuja kukuponda nini? Kichwa. Uzao wa nyoka utakuja kupanda nini? Wewe mponde kichwa, huyu amponde kisigino. Nani mshindi? Nani mshindi kati ya huyu na huyu? Anayemponda kichwa. Nani huyu hapa, si ndio? Ambaye ni uzao wa nani? Mwanamke. Uzao wa mwanamke ni nani aliyezaliwa? Mwanadamu. Ambaye ndiye anaweza kumponda nani? Nyoka kichwa. Nini? Kisigino kichwa. Kichwa, si ndio? Akiponda kichwa huyu atabaki kuwa hai? Hapana. Hebu tuchukue jiwe tumponde kichwa na huyu tuje tumponde kisigino. Nani atakaye kufa hapa? Aliyepondwa kichwa. Aliyeponda kichwa. Bwana Yesu asifiwe. Asanteni sana. Umeona watu, ndipo ambapo Mungu alikuja kuitoa hukumu. Ni kweli kwa kumtazama haraka haraka unasema mbona ni kama uadui, lakini uadui huu umemfeva mtu mmoja.
Kuna mmoja amesaidiwa kwamba wewe uponda kichwa, huyu atakuponda kisigino, kisigino nitaumia tu, nitatulia. Kichwa hapa imeshasambaa, sielewi tena. Bwana Yesu asifiwe. Umeshakufa. Ndipo ambapo uzao wa mwanamke unakuja kutabiriwa. Hapo ni ahadi ambayo inakuja kutokea. Uzao wa mwanamke ambao tunakuja kumuona Mariamu anakuja kumzaa nani? Anakuja kumzaa nani? Anakuja kumzaa nani? Yesu. Anakuja kumzaa nani? Yesu. Kwa ni nani ambaye alikuwa ametangaziwa ushindi? Mwanamke ambaye ni nani? Si ndio mwanadamu sisi? Bwana Yesu asifiwe. Si ndio sisi tunatangaziwa ushindi? Kwa kumbe toka mwanzo misingi ya ulimwengu Mungu anatuahidia ushindi. Ni kweli kuna misukosuko, na ndio maana shetani hapa alikaa makini. Hapa shetani alikuwa amemwingia nyoka, alikuwa anaongea na nyoka, kumbe anaongea na shetani. Ndani yake roho ya shetani ilikuwa ndani ya nyoka, alikuwa anaongea na shetani. Shetani akawa makini, akaanza kufuatilia vile vizazi. Pole pole anaenda anazuia vizazi, anazuia akiamini kwamba au ndio huyu amezaliwa ataniponda kichwa, au ndio huyu amezaliwa ataniponda kichwa, au ndio huyu. Bwana Yesu asifiwe. Tunakuja kwa habari za Herode. Bwana Yesu asifiwe. Yote hiyo ni kwa sababu kuna kitu huko mwanzo kilishaidiwa. Je, ndio hiki kinatafutwa? Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Amen. Ambaye pia Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Sasa tutazame namna ambavyo hata Yesu anaenda kuzaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Tukiona pale kwenye Mika sura ya 5 mstari wa 2. Neno la Mungu linasema, bali wewe Bethlehemu Efrata, uliye mdogo kuwa miongoni mwa elfu za Yuda, kutoka kwako wewe atanitokea mmoja atakayekuwa mtawala katika Israeli, ambaye matokeo yake yamekuwa tangu zamani za kale, tangu milele. Amen. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Tazama, Mungu anakuja kusema kwa kupitia kinywa cha nabii Mika kwamba katika ule mji mdogo wa Bethlehemu atazaliwa mtu mtawala. Bwana Yesu asifiwe. Mwanzoni kabisa inaanza kuandaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza nikwambie, huyu Yesu akiamua kuzaliwa anazaliwa mahali kokote. Usije ukasema eti kwetu sisi ni maskini, sisi kwetu sisi ni waivi, sisi tuko Msangazalala huko mbali. No, Yesu anazaliwa mahali kokote. Bwana Yesu asifiwe. Bethlehemu ulikuwa ni mji mdogo sana. Yaani ingekuwa kwa sifa za sasa hivi ilitakiwa Yesu labda azaliwe hata pale katikati, si ndio mshindi? Azaliwe kwanza kwenye godoro kubwa, si ndio mshindi? Ndio. Lakini nikwambie kitu chochote kinaweza kuzaliwa mahali kokote, Mungu ambako atakotaka. Bwana Yesu asifiwe. Anakuja kuahidi mji mdogo sana. Bwana asifiwe. Amen. Lakini tuone sasa namna hata ile namna ya kwenda kuzaa. Ni kweli ameahidiwa Bethlehemu, lakini inatokea sensa, inatakiwa kila mtu arudi alikozaliwa. Yusufu anarudi wapi? Bethlehemu. Anafika kule kweli nyumba za wageni zimefanyaje? Zimejaa. Azaliwe wapi? Ikabidi azaliwe wapi? Katika holi la kulia ng'ombe. Holi ya ng'ombe, kwa chini kabisa, yani kwa unyonge. Sikiliza, kitu chochote kizuri mahali kokote kinazaliwa. Yaani usije ukaweka mindset kwamba eti mimi hapa sitaweza, no, mahali kokote Yesu anaweza kuzaliwa. Natamani uendelee kuandaa moyo wako kwamba Yesu azaliwe ndani yako. Haijalishi sijui kwani ukoje, sijui nyumbani kwetu, sijui mimi nikoje, mahali kokote Yesu anazaliwa. Tazama taarifa zinakotolewa, wachunga ng'ombe, wachungaji. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wachungaji wanakuja kupewa taarifa. Wachungaji ni akina nani? Wanashinda huko makondeni usiku, ndiko wanakuja kupewa taarifa. Watu wadhaifu. Sikiliza, ukiwatazama unaweza kusema hata walikuwa hata hawana imani. Ni watu wanyonge wanakuja kupewa taarifa ya kuzaliwa kwa Yesu. Kwa nini asiende kupewa tu mtu mkuu kwa sababu huyu mtu ni mkubwa? Anaenda kupewa wachungaji wa huko. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wanapewa taarifa kwamba Yesu anazaliwa. Ni kweli wewe Mungu leo anakuletea taarifa kwamba yuko Yesu ambaye anazaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yuko Yesu ambaye anazaliwa kwako. Bwana asifiwe sana. Amina. Kwa hiyo sasa kuzaliwa kwa kitu chochote, kuzaliwa kwa kitu chochote hakichagui mahali, hakichagui sehemu yoyote, hakichagui mtu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mahali kokote kinazaliwa ambacho kwa ajili ya kuvinua. Bwana Yesu asifiwe. Hata pale palipozalaulika Bethlehemu ilikuwa ni mji mdogo, lakini namna ulivyozaliwa ulikuja ukaheshimiwa. Ni kweli leo familia yenu ikoje, lakini akizaliwa huyu Yesu ambaye ukasimama naye, ndipo ambapo wewe utasimama na watu watasema kweli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Sasa kwa nini Yesu amezaliwa?
Kwa nini Yesu azaliwe? Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini Yesu azaliwe? Kitu cha kwanza ni upendo tu. Hapo mwanzo tulipewa vitu vingi vya kutawala, lakini tulichanganyikiwa wenyewe, tukadanganywa, tukamkosea huyu Mungu. Yaani kulikuwa na uwezekano wa Mungu tu akatilia kile kizazi cha asiweko tu mwanadamu, lakini kwa sababu ya ule upendo akaendelea kutupa nafasi tena. Bwana Yesu asifiwe. Anakuja kututangazia ushindi. Hukumu inatolewa kwa ushindi kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Ni kweli unaweza ukawa umekosea mambo mengi, umemkosea Mungu, lakini akiamua kuzaliwa ndani yako, hata na yale makosa haangalii. Bwana Yesu asifiwe. Tulimkosea lakini bado anakuja kututangazia ushindi. Tukisoma hiyo Yohana sura ya 3 mstari wa 16. Kwa maana jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Amen. Kwa maana jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu akamtoa mwanawe. Bwana Yesu asifiwe. Sio sisi tuliompenda, ni yeye hapo mwanzo kabisa ametupenda, akamtoa mwanawe kwamba afe. Sikiliza, kumtoa mwanawe. Hii ndio alama sasa ambayo nilikuwa nakwambia tumetoka nayo kule kama agano. Ametuunganisha sisi kwa Yesu Kristo, kwamba ni Yesu ndiye anayemtoa hapa katikati, kwamba pasipo huyu Yesu hakuna. Bwana Yesu asifiwe. Yaani alitoa kitu cha katikati ambacho ndicho atakuwa kikitazama. Kila mtu atakayekuwa kikiona hiki na kukishikilia hiki ndicho ambacho kitaweza kumkumbusha Mungu, nimemtoa Yesu na kukuokoa. Bwana Yesu asifiwe. Hii ndio alama ambayo tumetoka nayo, ambayo ndio Mungu anaitazama, na ndio ishara ambayo inafanya sisi kuwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Lakini kitu kingine ambacho kwa nini Yesu Kristo amezaliwa, kwanza ni kutafuta pia na kuokoa kilichopotea. Hapo mwanzo tulikuwa tumebarikiwa vitu vingi, lakini anapokuja anakuja kutazama kwamba pale tumemkosea. Nakumbuka Adamu anakuja kusema, tazama najiona kuwa uchi. Kuna vitu vilitoka, kuna vitu tulivipoteza. Kwani mwanzo walikuwa wajioni kama wako uchi? Kuna vitu vilitoka, lakini leo anakuja kutafuta na kurejesha vile vitu vilivyopotea, kuzaliwa kwa huyu Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Yako mengi ambayo unaweza ukawa ulikuwa nayo, lakini sasa hivi hayapo. Huyu Yesu azaliwe ndani yako, arejeshe vile vilivyopotea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Nisome hiyo Luka sura ya 19 mstari ule wa. Neno la Mungu linasema, kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Amen. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Alikuja kutafuta na kuokoa nini? Kile kilichopotea. Kile kilichopotea kwenye familia, kwenye maisha yako. Viko vingi ambavyo Mungu alikuahidia, kwa sababu ya udanganyifu wa shetani umevipoteza. Leo hebu ruhusu huyu Yesu azaliwe ndani yako, arejeshe vile vitu ambavyo vilipotea, vile vitu ambavyo ulitakiwa kuwa navyo wewe vya kutawala na kumiliki. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Nisomee tena Walumi sura ya 3 mstari ule wa 21 mpaka ule wa 26. Neno la Mungu linasema, lakini sasa haki ya Mungu imedhihirika pasipo sheria, inashuhudiwa na Torati na manabii. Ni haki ya Mungu iliyo kwa njia ya imani katika Yesu Kristo kwa wote waaminio, maana hakuna tofauti, kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Wamehesabiwa haki bure kwa neema yake, kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu, ambaye Mungu amekwisha kumweka awe upatanisho kwa njia ya imani katika damu yake, ili aonyeshe haki yake kwa sababu ya kuziachilia katika ustahimili wa Mungu dhambi zote zilizotangulia kufanywa, apate kuonyesha haki yake wakati huu, ili awe mwenye haki na mwenye kumhesabu haki yeye amwaminie Yesu. Amen. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Anasema ifanyika nini? Upatanisho wa kwetu na yeye Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hii ndio alama ambayo inatufanya sisi tuonekane kwa Mungu, ndio inayotuokoa. Anasema kwa njia ya imani
ndipo ambapo tunapatanishwa na huyu Mungu. Imewekwa alama tu moja ambayo ndiyo Mungu anaitazama. Wewe kama uko nje na Yesu, elewa hapa haupo kwenye ule mfumo wa Mungu ambao unautaka. Haupo mahali ambako Mungu anataka sasa kumwokoa. Paka uingie kwa Yesu. Asikwambie mtu kwamba kuna mtu mwingine ambaye anakwambia yeye ndiyo njia ya kweli na uzima. Mtu hawezi kufika kwa Baba pasipo ile njia. Ameweka ni kama alama ambayo anaitazama. Atakaye kuwepo hapa ndio wangu, ambaye hayuko hapa sio wangu. Anatazama sehemu moja tu, kwa huyu Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Endelea kujiuliza, ni kweli upo kwa njia ya imani? Uko hapo kwa huyo Yesu ambaye Mungu akitazama watu walioko hapa? Maana anasema hakuna njia nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna njia nyingine ambayo mimi naweza kufika kwa Baba. Amefanyika upatanisho, daraja la mimi kwenda kwa huyu Mungu. Mpigie makofi huyu Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Liko daraja moja tu, iko alama moja, iko ishara moja. Na hii ishara ilionesha, ndipo ambapo tunaona na damu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Anapokuja kuteswa kule mwishoni ni kwa ajili ya alama. Aliteswa mahali kote kote, kichwani, sijui miguuni, mikononi, umu mote damu zilikuwa zinatoka. Ni kama alama ambayo ndio leo inaweza leo kukukomboa. Alama hiyo ambayo ndio leo unaweza ukatakaswa. Nikwambie, unaweza ukawa unaomba toba, machozi hadi ya damu, ila usipoungamanisha ile damu ya Yesu. Mungu anachotazama ni damu ya Yesu. Amesema sioshwi dhambi zangu bila damu yake Yesu. Hakuna kabisa dawa ya makosa ya kututakasa ila damu yake Yesu. Sikiliza, hajataja vitu vingine kwamba nikachinje kuku ndio nisamehewe. Kule mwanzo walifanya, lakini Mungu kwa sababu aliona kuku zitaisha, ng'ombe wataisha wote. Mwanzoni kule alikuwa kule wakichinja wanasamehewa. Na kila dhambi unachinja, mara kama nitijui ni dhambi ya nini, uchinje hiki, mambo ya lawi pale. Ukichinja hiki, ufanye hivi, ng'ombe wangeisha mpaka leo. Akatoa damu moja kama ishara, kama alama ambayo kwa kuiungamanisha hiyo ndipo wapata kurehemiwa. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo wapata uzima. Damu zinatoka miguuni, damu zinatoka kichwani, kukomboa kila kitu kunazofahamu, mikononi mwako, miguuni mwako. Bwana Yesu asifiwe. Vinakombolewa vyote kwa hii damu ya Yesu. Pasipo damu ya Yesu, pasipo hili jina la Yesu ambalo anasema ndilo lililoinuliwa kuliko majina yote. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hii ilitokea kule kwa Musa, namna ambavyo yule nyoka wa shaba alivyoinuliwa juu sana. Bwana Yesu asifiwe. Anasema walipokuwa wakimtazama tu yule nyoka wanapata kusamehewa, wanapata uzima. Bwana Yesu asifiwe. Ndivyo ilivyo ilikuwa ni kutabiriwa kwa Yesu ambaye anainuliwa juu kuliko. Pasipo kumtazama huyu Yesu hakuna kitu kingine. Natamani uendelee kutafakari. Je, kila kitu unamtazama Yesu ambaye ndio njia ya kutupeleka kwenye ule uzima? Bwana Yesu asifiwe. Uzima wa kweli unapatikana wapi? Kwa Yesu. Amani ya kweli inapatikana wapi? Kwa Yesu. Shauri la kweli linapatikana wapi? Kwa Yesu. Uko wapi wewe ambapo unatafuta shauri? Uko wapi ambapo unatafuta uzima? Uko wapi ambapo unatafuta ulinzi? Kwa Yesu. Tumepewa moja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa jina moja anasema kila goti litapigwa, kila ulimi utakiri. Pasipo hilo, au kuna sehemu nyingine amemtaja Mungu kwamba hebu mtaje hili jina? Au tunachanganyikwa na Emmanuel? Emmanuel ni nani? Mungu mwenyewe pamoja nasi. Mungu pamoja nasi, ambao ndio nani sasa? Yesu Kristo. Kuna njia nyingine hapa? Hapana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Unatazama kitu gani ambacho unapofika kwenye wakati mgumu? Leo Yesu anakuja kuzaliwa. Uko tayari? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uko tayari kuongozwa na huyu Yesu? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uko tayari? Uko tayari?
Kuna mtu ananitazamia hapa anasema tu mimi mbona namjua Yesu, namjua, lakini akitoka hapa mambo ya nini akiisha kwenye swala la uchumi hayuko na Yesu, anatafuta vitu vingine. Bado anataka tutengeneze njia zetu zote, njia zetu tumtangulize Yesu. Hapo ndipo mafanikio yalipo, hapo ndipo uzima ulipo, hakuna mahali kwingine. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Emmanuel, yani Mungu pamoja nasi. Hiki ndicho kipatanisho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa nilivyokuwa naongelea kwamba kuhusu maombi, kuhusu nini, sasa ndio tumepewa damu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ukienda kule kwa waganga, wanawekaga vitu vyao, wanachinja na vitu vyao. Yaani hawaishi tu kukusemea maneno kwamba usifanikiwe, wanachinja na kitu kama alama. Leo wewe ulichopewa ni nini? Ni damu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Nikirudi kidogo hapa kwa upande wa watumishi, nikirudi kwenye ile mifano, kuna watu kuna maneno ambayo tumeyaona ni ya kawaida, ambayo kumbe ndio ya kwetu, tulitakiwa tuyaweke katika mfumo na tuanze kutembea katika hayo, na tumeweka vitu vingine. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu hapa naweza nikasema Tegela, umebarikiwa sana. Sikiliza, hii naweza nikaisema umebarikiwa sana. Hii baraka inaweza mpaka ikatendeke, ni huyu namna alivyoipokea. Bwana Yesu asifiwe. Wengi tumechukulia kawaida. Mtumishi anakuja kwambia, yani mbarikiwe sana, mbarikiwe sana, mbarikiwe sana. Unachukulia nomo, unaichukulia kawaida. Tengeneza kwa mfumo kwamba Mungu wangu leo nimetamkiwa baraka, naipokea kwa jina la Yesu. Amen. Hiyo ndio alama. Leo tumeweka kwenye vitu, mfano nikikwambia ise wewe umechanganikiwa wewe, unaweza ukaenda hadi kuandika kwenye diary kabisa, huyu siku ya tarehe ngapi aliniambia nimechanganikiwa. Ndio maana tunaanza kutembea kwenye vitu ambavyo sivyo. Tulitunza kitu ambacho sicho, ndio hapo alama. Leo nimekikazia kitu ambacho sio, nimeacha zile baraka na chukulia tu kawaida wa Kristo tu Bwana. Amina. Yaani haiko hata ndani. Amina tu. Bwana sawa. Toa Ukristo wako hapa. Kina Ibrahim yule mshunami alitokea na Mungu. Alikuja mtu Elisha, anawatumia watu. Wanakuja ndipo wanasema baraka, wanakuletea majibu yako. Sasa wewe usipoyachukulia ule mfumo wa kusema kwamba nijiandae kweli na kuyashika, unaweza ukawa unaishia tu hivi. Ukawa unaomba sana, ukawa unafanya sana, lakini kumbe hujaungamanisha na ile alama. Leo hata sadaka tunatoa hapa, ndio maana nasema usiache kuitamkia. Tamkia na kuweka damu ya Yesu ambayo ndio tumepewa. Jina la Yesu ndio tulilopewa ambalo ndilo alama. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna alama nyingine. Hakuna namna nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Unaweka kitu gani kila unachokipata? Bwana Yesu asifiwe. Kitu gani ambacho unakiweka ambacho Mungu naye anatazama kweli? Kwa sababu yeye sasa hivi anachomtazama walioko kwa Yesu, wanaotumia damu ya Yesu, wanaotumia Yesu, waliomtanguliza Yesu. Hebu mpokee leo Yesu kwa viwango vyote, kwa sehemu zote. Kwa sehemu zote, nikisema kwa sehemu zote. Amen. Unajua kuna sehemu moja tu mpaka nikitingwa ndio namwambia Yesu. Mahali kwingine penye mtelemko mimi sisemi Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Anasema ni kwa njia hiyo katika kila jambo. Kwa njia hiyo moja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nisomee Wakorintho wa pili. Hiyo nitafutie kabisa. Wakorintho wa pili sura ya 5:17. Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 17. Mstari wa 17. Yes. Mstari wa 17 unasema, hata amekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo, amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Amen. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Mtu akiwa ndani ya nani? Ya Kristo. Uko ndani ya Kristo. Amen. Ya kale yamepita. Ya kale yamepita. Ni kweli nimesumbuliwa na vitu vingi, magonjwa, vitu fulani, lakini nikiingia kwa Kristo, ya nini yamepita? Ya kale. Bwana Yesu asifiwe. Ya kale yamefanyaje? Yamepita, unafanywa kuwa mpya, ambapo ndipo unaanza kuongozwa na huyu Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Amen. Amina. Natamani tusimame wote, lakini pia tukiona somo letu la pili pale tuliona kwamba tunatajiwa ambaye alikuwa kitabiliwa, ambaye ndiye mshauri wa kweli, ambaye ndiye mfalme wa amani. Kumbe mimi nikiwa kwa Yesu ndipo ambapo ninapata lile shauri la kweli. Nikwambie mpendwa,
wako wenye ushauri wengi. Ukienda kwa waganga yako mashauri mengi, fanya hivi, umelogwa na huyu, umefanywa na vitu huyu ndio anakufanyia hiki. Lakini Yesu ndiye anayetoa shauri la kweli. Wewe ufanye kitu gani? Wewe uishi kwa maisha gani? Na amani ile ya kweli ndio iko kwa Yesu ikiwa uko ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Tutasogea wote mbele. Fiwe sana. Amen. Ni kweli wenda kwa udhaifu wa miili yetu kuna namna tulipita kwenye shida. Kuna namna tulipita kwenye tabu, tukatazama njia zingine. Ni kweli niko Mkristo, lakini kuna muda nilitingwa. Kuna muda niliona kama mbona hamna, imani ikapungua, ukachepuka. Leo ukaenda kujishonea mavazi ya mtini, ukaingia labda kwa mtu kwamba nisaidie hiki, kwa muda tu yale ambayo yakikauka yanamwagika, yakikauka yanatoweka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kunalo vazi zuri ambalo Mungu ametuandalia. Bwana Yesu asifiwe. Anasema tazama ya kale yamepita, sasa yamekuwa mapya. Hebu tamani kuanza na huyu Yesu. Ni mwaka 2026 tunaenda. Mwaka huu ni kweli ulitamani vitu vingi, lakini vimeshindikana. Bwana Yesu asifiwe. Hebu leo mruhusu huyu Yesu, kwa sababu ndio amesema yeye ndio atakuwa anatuongoza. Yeye ndio ni mshauri, atakuwa akitushauri tufanye vitu gani. Hii yote inakuja, anasema ni kwa njia ya imani. Utakapomwamini huyu Yesu, sikiliza, wokovu umetolewa kwa wote, lakini imani ndio inakuja kutuunganisha, kwamba utakapomwamini ndipo ambapo utakapofanywa kuwa mwana. Bwana Yesu asifiwe. Utakapofanywa kuwa mtoto wake, ambaye ndiye anaanza sasa kukuongoza. Mwanangu fanya hiki, mwanangu fanya hiki, mwanangu simama hapa, mwanangu fanya hivi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Amen. Sasa atakwenda kutuongoza mwinjilisti wetu tufanye matengenezo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa namna zozote ambazo nilijaribu nikatazamia vitu vingine. Kuna kitu nikakiweka mbele kuliko huyu Mungu, nikakiweka mbele kuliko huyu Yesu. Sikiliza, unaweza ukasema mbele nini? Mbona mimi nikijitazama naona kama hamna. Unaweza ikawa ni hela yako. Bwana Yesu asifiwe. Kuna muda hela ulikuwa ukipoteza hivi unachanganikiwa. Ukikosa hela unahisi kufa, na kati anakuambia huyu Yesu yuko ambaye anaweza. Ukateguka kidogo, unakosa amani, anakuambia yeye ndio ufanye kwa wa kwanza. Ukaanza kutafuta, ukakosa ile hata kusali, ukasema hapana, mimi sina hela. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni kweli mwanadamu hakuwahi kumtafuta Mungu. Pale alipopotea katika bustani ya Edeni, hakumtafuta. Hatuoni mahali popote ambapo mwanadamu alimtafuta Mungu. Alipoenda mbele za Mungu kwa toba, hatujapaona. Mungu ndiye aliyemtafuta mwanadamu, na hata sasa anakutafuta. Na hata sasa anasema njoo. Na hata sasa anasema iachilie nafsi yako, achilia moyo wake kwako. Leo anasimama mlangoni. Yesu hakupaswa akae nje ya mwili wako, kwa kuwa hilo ni hekalu la Roho Mtakatifu. Hakupaswa akae nje. Lakini hebu angalia kitabu cha Ufunuo, anasema ninasimama mlangoni, ninabisha. Mtu akisikia sauti yangu na akinifungulia, nitaingia kwake, nitakula naye, nitatembea naye, nitaketi naye, nitamshauri sawa sawa na Zaburi ile ya 32:8. Nitamfundisha njia ya kuenenda, nitamshauri huko jicho langu likimtazama. Leo Yesu anataka aingie ndani ya moyo wako. Tafakari ni wapi? Angalia ni mahali gani ambapo ukwenda sawa sawa na Mungu. Angalia, ichunguze. Hebu angalie maisha yako. Tengeneza leo, kwa kuwa Yesu amekupa fursa hii. Anatamani aingie tena moyoni mwako ili akuongoze, ili akutawale, ili akumiliki, ili aende na wewe kule kwa Baba alikoenda kukuandalia makao. Sema Mungu uliye hai. Mungu uliye hai. Ninasogea mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Ninanyenyekea kwako. Ninatambua makosa yangu. Kwamba mimi ni mwenye dhambi. Ninatambua makosa yangu. Kwamba mimi ni mwenye dhambi. Nimekukosea. Mawazo, maneno na hata matendo yangu. Sikuwa barua nzuri inayosomeka kwa watu wengine, na hata mbele zako pia. Mungu uliye hai, ninanyenyekea kwako, ninashuka kwako, ninaomba rehema, ninaomba toba, nisamehe Bwana, nirehemu Bwana. Damu ya agano
damu ya Yesu iliyomwagika pale msalabani, ile damu ya Yesu, damu ya kiagano, ninajiungamanisha na damu ya Yesu, na ile nguvu ya damu ya Yesu, na ile nguvu ya msalaba, ili ikashuke kwenye maisha yangu, ikanitakase, ikaniweke huru, ikashuke kuanzia utosi mpaka unyayo, ikanitakase, ikaniweke huru mbali na dhambi, ikaniweke huru mbali na dhambi, katika jina la Yesu. Bwana Yesu, ninakupokea wewe, uwe Bwana wangu na Mwokozi wangu. Karibu ndani yangu, niongoze Bwana, ukawe kiongozi wangu siku zote za maisha yangu. Asante Yesu, asante kwa kuniokoa, asante kwa msamaha, asante kwa ondoleo la dhambi, asante kwa kuwa Mungu umenipokea. Asante kwa kuwa Mungu umenipokea, katika jina la Yesu. Amen. Kama kuna mtu yeyote umekuwa unasumbuliwa labda na ugonjwa, ni muda sasa, yani ni muda, umejaribu huku na huku kwamba utafute lolote wala ugonjwa huo ukutoke. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini Yesu ndio anatuambia kwamba yeye ndio tabibu. Bwana Yesu asifiwe. Yeye ndio anayeweza kutuponya, hakuna mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Tulitazama watu wengi waliponywa katika kitabu, wako wengi waliokuwa wanaumwa tena ni magonjwa makubwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini walikuja kwa njia moja ya imani. Wengine hakuwashika hata mkono, hakuwatazama hata, alitazama imani iko wapi? Iko kwa Yesu, iko ndicho ufunguo, wakapata uzima. Akawatazama tu kwa imani, mmepona kwa imani. Yani yoyote ni ishara ya kwamba wapi huko na kuamini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Inaweza ikawa ni watoto wako wamekuwa wanasumbuliwa, lakini imani yako wewe, tazama Yesu. Kuna watu walikuwa wanaletwa wagonjwa, wamebeba hivi, alikuwa atazami hata muda imani ya yule mgonjwa, anatazama imani za hao watu waliomleta. Kwa kutazama imani za hata hao waliomshika, yule mgonjwa anakwenda kupona. Je, wewe mimi ndio mzazi, mtoto wako wewe mzazi, imani yako iko wapi? Hapo ndipo uponyaji unapopita, hakuna namna nyingine. Nimekwambia ndio ishara na alama, ndio ishara na alama. Hiyo ndio inakufanya wewe upate uzima. Hakuna sehemu nyingine kwamba eti niko basi tu niende kwa Mungu, lakini imani yangu niende tu kwa mchawi. Najua mchawi ndio huyu, sijui mganga ndio anaweza kuniponya. Bado anachotazama imani, ile ndio alama yake anaitazama. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu kama una mgonjwa yeyote au ni wewe mwenyewe, kwa imani. Bwana Yesu asifiwe. Hiki kitu ambacho ndio kinapenya kwa imani. Kwa imani anatazama ndani. Ni kweli unaamini huyu Yesu anaweza kukuponya? Ni kweli unaamini? Iko ndicho kinakufungua. Kama upo naomba ubaki hapa, kwa mwingine utarejea.